Muungano wa siri uliopo kati ya ufalme wa Saudia na taifa la Kizayuni la Israel sio jambo la ajabu, hasa kwa mwanafunzi wa historia ya ubeberu wa Uingereza. Mnamo mwaka 2014, kwa mujibu wa American Journal Foreign Affairs, waziri wa mafuta wa Saudi Arabia Bwana Ali Al-Naimi alisikika akisema kwamba Mfalme Abdullah amekuwa kielelezo cha mahusiano mazuri kati ya falme ya Saudi Arabia na mataifa mengine bila kulibagua taifa la Kiyahudi. Hivi karibuni mrithi wa Abdullah, Mfalme Salman, na yeye pia amesisitizia msimamo huo kuhusu Israel dhidi ya makubaliano kati ya Marekani na Iran kuhusu swala la nyuklia. Hali hii ikaibua taarifa kuwa Israel na Saudia waliwasilisha pingamizi lao la pamoja dhidi ya makubaliano hayo. Kihistoria, hii siyo mara ya kwanza kwa Saudia na Israel kujikuta kwenye kona moja, wakilazimika kupambana dhidi ya adui yao mmoja. Kaskazini mwa Yemen miaka 1960, Saudia ililazimika kudhamini jeshi mamluki la mabeberu wa Kiingereza, wakifanya kampeni yao dhidi ya jeshi la mapinduzi Revolutionary Republican lililochukua madaraka baada ya kumwondoa madarakani kiongozi wa kiimla Bwana Imam. Jeshi la Misri la Gamal Abdul Nasser, wao walikuwa wakiunga mkono jeshi la Republican, wakati wa Saudia wakilazimishwa kuwasaidia mamluki na askari watiifu wa Imam waliokuwa wamebakia. Zaidi ya hapo, Waingereza wakatengeneza organizesheni ya Waisrael kuwa wanawaangushia silaha askari mamluki wa Uingereza kaskazini mwa Yemen. Mambo haya yalifanywa zaidi ya mara 14 mfululizo. Maana yake ni kwamba Waingereza waliweza kuwaleta kwa pamoja Waisrael na Wasaudia mnamo miaka 1960 dhidi ya adui yao mmoja. Muradi wa makala hii ni kuelezea kutoka kwenye kumbukumbu za kihistoria ni kwa jinsi gani mpango na msaada wa Uingereza wa kuisambaratisha himaya ya Ottoman na kuanzisha falme ya Saudi Arabia ulikwenda mkono kwa mkono na mradi kubwa katika historia ya dunia ya kuanzisha taifa la Kizayuni katika ardhi ya Palestine. Kuelewa upana wa mambo haya, ni lazima turudie historia ya miaka 1920 ili kupata chanzo cha muungano huu usio rasmi na usio wa moja kwa moja kati ya Saudi Arabia na Israel. Back to roots. Utafiti uliofanywa na Daktari Askar H. Al-Enazi kwenye maandishi yake The Creation of Saudi Arabia, Saud and British Imperial Policy 1914 hadi 1927 ameelezea kwa undani na ametoa rejea muhimu sana, hasa kwetu wanafunzi wa historia ya ubepari wa Kiingereza, British Imperialism, kuhusu chanzo cha muungano huo. Utafiti huu wa Daktari Enazi unashawishi juu ya jambo kubwa muhimu: kushindwa na kuanguka kwa himaya ya Othmania, Ottoman Empire, katika vita ya kwanza ya dunia uliacha tawala za aina tatu katika bara Arabu: Sharif wa Hijaz, Hussein ibn Ali wa Hijaz upande wa magharibi, Ibn Rashi wa Hail upande wa kaskazini, na Emir ibn Saud wa Najd upande wa mashariki, pamoja na wafuasi wake wenye imani kali za Kiwahabi. Wakati wa vita ya kwanza ya dunia, Ibn Saud yeye aliingia kwenye vita mapema kabisa tarehe 1 Januari mwaka 1915 upande wa Britain, lakini alipigwa haraka sana na hata kishikizi chake Bwana William Shakespeare aliuawa na Ibn Rashid, mshirika wa Ottoman. Kipigo hiki kwa Saudia kilimwacha na ulema wa kijeshi kwa miaka, na hata hamu yake ya kuanzisha himaya ilipungua kwa kiasi kikubwa. Masharif hawa walichangia kwa kiasi kikubwa kushindwa na kuanguka kwa Ottoman Empire baada ya kula kiapo cha utii kwa Uingereza na kuanzia kilichoitwa Arab Revolt mnamo Juni 1916, ambayo ndio iliondoa Uturuki kwenye bara Arabu. Al-Saud aliaminishwa na Waingereza kwa kupitia kwa mawakala Henry McMahon, kamishna wa Uingereza nchini Misri, kwamba umoja wa nchi za Kiarabu zilizoungana kutoka Gaza mpaka Ghuba ya Uajemi utafanikiwa tu kama Uturuki itaangushwa Mashariki ya Kati.
Ushahidi wa haya unapatikana kwenye barua walizokuwa wakitumiana kati ya Sharif Hussein na Henry McMahon na zinajulikana kama McMahon-Hussein Correspondence. Baada ya vita, Sharif akawataka Waingereza watimize ahadi zao walizotoa wakati wa vita. Kwa upande mwingine, Waingereza nao wakamtaka Sharif akubaliane na hali halisi ya himaya kuwa kugawanywa kwa ulimwengu wa Kiarabu kati yao na Ufaransa. Hii inafahamika kama Sykes-Picot Agreement na utekelezwaji wa tamko la Balfour au the Balfour Declaration linalotambua taifa la Wayahudi katika ardhi ya Palestine. Uhalisia huu ulipatikana kwenye maandishi ya Waingereza ya mkataba wa Anglo-Hijaz, the Anglo-Hijaz Treaty, ambao Sharif mwenyewe aliuchukia kuusaini. Hata hivyo, uasi wa 1916 dhidi ya Uturuki ukabadilishwa jina na kuitwa uasi wa Kiarabu na sio uasi wa Hijaz. Hata hivyo, Sharif aligoma na akasema kuwa hawezi kuiuza Palestine kwa tamko la Balfour. Kamwe hawezi kukubali kuanzishwa kwa taifa la Kizayuni katika ardhi ya Palestina au kukubali mipaka mipya inayochorwa katika bara Arab na mabeberu wa Kiingereza na Ufaransa. Kwa upande wao, Waingereza wakaanza kuita kwa jina la mkinzani, obstructionist.